Okay, ni sehemu ya 3 ya The Heroes Did Not Reach. Hapa dada yake analalamika, unanifanya nini matapeli nyie, mmeweza kunifanyia vitu vibaya huku nimelewa. Lakini jamaa alijaribu kumwelewesha kwamba bana, dada ya jana ulilewa sana, na hivyo basi sisi tulimaliza mambo yako ya kampuni na tukaweza kufika. Sasa dada alianza kujitetea, samahani sana, unajua mimi mwaga na matatizo kidogo ya ubongo. Jamaa akamwambia okay, hamna shida, lakini vipi uliweza kufuatilia yale ambayo tulizungumzia jana? Dada akasema bado sijafanikiwa kuweza kufuatilia, lakini liko ndani ya uwezo wangu na nitalifuatilia, na nadhani sio jambo lako na alikuhusu, na hebu nipishe niweze kupita. Basi ukija upande wa pili kuna mwanadada mwingine huku alikuwa akiweza kusoma kitabu huku akifikiria nifanye nini, je naweza tu kumuomba. Anafikiria kweli, na yule dada alipotoka pale hotelini aliweza kuja hadi kwa bwana Liu na akaweza kufika. Bwana ndio alimwambia bwana, ni muda mrefu kwa Jonah, inaonekana kwa busy kiasi kwamba umeweza kukonda. Akamwambia amna, ni kawaida sana, nishazoea. Okay, alimwambia basi tuweze kupata chochote huku tunapiga story. Ukija upande wa pili kwa bwana mdogo huyo, alipokea simu kutoka kwa bosi wake. Bosi wake akampigia na kuweza kumwambia kwamba wameonekana kiao na Liu wakiwa pamoja, basi naomba uweze kufuatilia location waliopo na uweze kuwadhibiti. Basi yule bwana mdogo aliweza kupanda gari, lakini ukija upande wa pili waliweza kukaa kuweza kuzungumza ni jambo gani ambalo huyu binti alikuwa amekuja kwa sababu gani. Basi binti aliweza kumwelezea kwamba bana, mimi nina shida na nahitaji kweli usaidizi wako, hasa kuendana na mambo yangu ya kikampuni haendi vizuri. Ile bwana mkuu ambaye ni kawaida, ni swala rahisi, lakini ni jambo gumu pia, lakini tutalifanyia kazi na ninaweza kusaidia, lakini itabidi uweze kufuata matakwa na masharti yangu. Dada alimuuliza vipi, lakini unaweza kunisaidia? Akamwambia ndio, ninaweza kututolewa, lakini utaweza kufuata nilichotaka. Basi alianza kumshikashika pale, dada akaanza kushikubuguziwa, na dada anapiga kelele, usinishike, niache. Akamwambia okay, ukitaka nikusaidia lazima ufuate kile ambacho mimi ninakwambia na uwe mtiifu. Basi dada alianza kupiga kelele, niache. Lakini wale mabwana mkubwa wakawa wamefika. Anasema unamfanyia nini bwana mdogo alianza kujitetea kwamba hamna kitu, ni kutoelewana, lakini tuko vizuri bwana Liu, tuko vizuri. Okay, aliweza kuondoka, lakini alimwambia bana, mshughulikie huyo mtu. Alipotoka sasa, walipotoka nje wakaanza kulalamika. Dada anamwambia niache, unanipeleka wapi? Jamaa akaanza kulalamika, wewe inakuwaje unakuja kwamba mtu kumomba huyu mtu msaada wakati ungeweza kuongea na sisi? Dada amebastaki, lakini bwana mkubwa aliweza kumkumbusha, kumbuka sisi tunamdhibiti babu yako na yuko hospitalini, tunatoa matibabu yote, na hivyo usipofuata vile ambavyo tunataka tutakudhibiti.